school. Na ukitoka hapa unaenda katika senior secondary school. From there tunaombea wote muende hata university. Na mkifika hapo, kitu moja nataka ukumbuke kwa maisha yako ukiwa mtu kama bado uko hapa in this age. Kitu ya kwanza, ukiwa dikwe, ukiwa hata class 4, hata ukiwa class 6, usikae kama mtu mwenye tu anakuja dikwe kupitisha masaa. What I'm trying to say, kuwa na maono. Kama kuna kijana niliuliza pale angetaka kuwa nini wakati nilikuwa natembea, akaniambia yeye angetaka akuwe engineer. Na huyo ako na maono already, ama a vision or an ambition. Sasa what you need to do, hiyo kitu usiseme tu nataka kuwa. Every day start behaving like that person that you want to become. Na kuna kitu nasemanga na ni ya ukweli. Mimi nikiwa second year university kule KU, nikaandika kitabu inaitwa How to Succeed in High School. Na hiyo kitabu nimeipeana pahali kwingi hapa Kiharu. Ile nilipeana is not the original copy. Original copy ni ile nilitoa nikiwa second year. Na katika hiyo kitabu, pale mwisho wa kitabu mtu huandika about the author. Unaandika wewe umeandika kitabu, wewe ni nani. Hapa nyuma kuna pahali mtu huweka kapicha na unaweka about the author. Hiyo kitabu nikaandika Dede Nyoro ni mwanafunzi university ya KU na mambo mengi. Lakini the last sentence kwa hiyo nikaandika Dede Nyoro is future Kiharu MP. Na sasa niko mbele yenu nikiwa nani? Munashika hiyo maneno? Once unataka kuwa kitu, even write it down. Pahali utakuwa unaiona kila siku. Kwa sababu saa hizi Mungu amewapea a blank sheet of paper. Imagine, mumepewa karatasi haijaandikwa kitu na mumepewa kalamu ambayo iko na wino ya kutosha. Na Mungu amewaambia, now write down what you want to become. Just imagine the kind of privilege you have. Mzazi wako akiwa hapa, yeye karatasi yake ile angepewa na Mungu ameiandika, pengine hata 3/4 yote imeisha. Juu miaka imeenda. Sasa hata haandiki kile angetaka kuwa, anaandika kile ashakuwa. But at your age, wewe already Mungu amekupea miaka mbele yako na amekupea an opportunity to become anything in this world. Na kwa hivyo ni vizuri ukiwa hapa dikwe, every day you remind yourself that. The second and last thing ambayo nimeona, kwa sababu hata mimi ni mwanabiashara na nimeajiri watu. So nikiongea kama mtu ameajiri watu, siku hizi munasoma wote, munapata let's say BCom. Nyinyi wote munafanya CPA. Munapata kazi let's say in a bank. Ukiwa kazi pale, what determines what will make you get promoted? Sio ile karatasi sasa. Kwa sababu nyinyi wote mkiwa hapo mko na hizo karatasi. Ile kitu inakusaidia kupata gazi na unaenda kabisa mbele ya wengi. Ni wewe mwenyewe, wewe ni nani. Sio kile inaandikwa juu yako katika KCSE, ni kile already haiandikwi iko ndani yako. What kind of character are you? Ukiwa mambo hiyo ya character, kitu moja nimeona inasaidia watu kupata gazi. Kitu moja inaitwa responsibility. Responsibility ni wewe ukiachwa pahali, let's say wewe umeandikwa kazi, mumwajiri wako huwa anapata hofu ama anajua ameacha mtu ambaye ako responsible. Na inaanza mapema. Your mother akienda safari kutembelea your uncle, anakuacha wewe nyumbani, anapataga nyumbani ikiwa namna gani? It starts very little hapo chini ukiwa bado mtoto. Ukiachwa hata siku nusu, wewe hapo kuangalia boma, borine yanirie onadoeka gwatia ng'ombe ni wewe. Tu vitu dogo zinaanza hapo for you to become responsible. And the last thing ambayo ningetaka ukue nayo in early age ni kitu inaitwa sincerity and honesty. I can tell you as your MP, I have not seen one successful person ambaye ametajirika
ambaye amepata gazi kwa sababu ya dishonesty, ama kwa sababu ya utapeli, ama kwa sababu ya kuwa mtu sio muaminifu. It seems very easy ya kwamba utadanganya mtu upate kakitu, lakini siku hizi hakunaga watu wa kudanganya for a long time. Utadanganya wa kwanza, wa pili, wa tatu, watu wasaa kukata. Sasa unaongelesha watu katika village, wanaonaga kama ni mtu anapiga darama, kwa sababu wasaa kujua. There is no gain in becoming a dishonest person, and there is everything to gain in being an honest, dependable, sincere and responsible person. Na hiyo unaanza ukiwa hapa katika primary school. Sio kitu utajifunza kama ushaendelea kimiaka. Tumesikizana? Tigai kwa ina mithio guo. Nitwanyita. Tonyorokia kiharu. Mtu anaweza repeat zile vitu nimesema. Ningetaka watu wanne wakuje hapa. Niko na zawadi. Wanafunzi. Kuja msichana. Tumpigie makofi. Na ni zawadi kubwa napeana. Ni zawadi kubwa. Anything, si lazima ukupuke word by word. Nataka uwapie watu kile umejua ama umesikiza ukaona. Kuja. Bas, wametosha. Yule alikuwa nyuma, lakini wakuja wote. Tuwape 1 minute each. Kwa sababu this is very important. Hii mambo yote tumekuja kulaunch hapa haina umuhimu kuliko maisha yako ya kesho. So nataka mkae hapa ndio muonekane vizuri na kila mtu. Kaeni hapa. DJ leta mic. Nitawapea 1 minute each. Na mwenye atakuwa sawa vile nimesema anaenda nyumbani na 5,000. Ndio. Asa wewe kado. Tuanze hapo. You should be responsible. You should have sincerity. You should. Na usijik. Ndogekia tereri, wekia tevita kwa tia. Stacy, ndukakona guoya. Na to nginya uririkane kiugo by kiugo. Wewe ukajerio kauga tereri, ona waria nage kwe umuthe gutire kuherithio. Okauga mimi katika hiyo nimesoma hivi na hivi na hivi. It's not a must to repeat vile nimesema. Sema what you understood. Na ujijaz, hapa hakuna mtu anaweza kufanyia kitu leo. Sawa sawa? Na hata una step kwanza unaambia mimi wazazi naitwa hivi na unasema ile umesikia. Good morning everyone. My name is Stacy. Na leo nimesoma ya kwamba ni vizuri mtu awe responsible, na mtu akiwa responsible kwa mtu anaanza polepole akiwa mdogo. Ya pili nimesoma ya kwamba mtu anafaa kusema ukweli, kwa sababu mtu akiwa muongo hakuna siku yenye unaweza tajirika ama upate mambo mema ukiwa muongo. Ya tatu nimesoma ya kwamba you should be sincere, ama uwe uko na sincerity. Thank you. Hey, very good. Very good. Good afternoon. My name is Joan Wamboi from grade 9. Kwa leo nimesoma kuwa jambo la kwanza mtu anafaa kufuata ndoto lake. For example, I would like to be a doctor. Ni lazima nifuate ndoto yangu, as in nikue I work hard to my dream. Hiyo jambo ingine ni kuwa sincere and also honest, kwa sababu nobody who is dishonest can succeed in life. Only honesty can help us in our lives. The third thing nimesoma ni kuwa tunafaa Ugakinya na Gikuyu. Aya, ndathoma ati no nginya tukorwo twi responsible, as in taru muciari angigotiga muci ugeka maundu maria ubatairwo ni gweka, and we should be always responsible. Tukage uria tubatie gweka na Ngai ni aguturirikana kwi macio. Very good. Makofi. Good afternoon. My name is Kado Mwangi. Leo nimesoma ya kwamba tunafaa kuwa responsible, as in tukiwa wadogo. Mtu mzazi akikuacha nyumbani atakuta umefanya yenye ulikuwa unastahili kufanya,
hatakuta mambo yanaenda vibaya. The next thing nimesoma about sincerity and honesty. Unafaa kusema kweli hata ukiwa mdanganyifu au utakuwa mdanganyifu wakati mrefu. Hata ukidanganya mtu au watu siku hizi utawadanganya kwa muda mrefu. The next thing is about sincerity. Tuwe sincere na tutakuwa successful now. Tumpigie makofi. Mwanake ucio nongiathikiriria maundu ena mo mothe. So karibu sana. Good morning everyone. My name is Stable Gary, grade 9 runner. Nimesoma kwamba mtu anafaa kuwa honest. If you are honest, you can succeed. Na ama utakuwa honest, you will not go for wrong. And then the second thing I have learned that you should set goals and work towards them. If you want to be someone like a doctor, as she has said, you have to work hard so that you can achieve your dream. Now ukue a future doctor and you come back and help your people. The next thing I have learned, we should be sincere and also be determined and focused what you want in life and be hardworking. He has also said that we have a good opportunity to learn and to work towards what we want. Makofi. Very good. Good morning, learners. Shari Murega. For what she have said, me, I have learned that you should always have your goals and you should be sincere. Like me, I want to be a pilot. Si venye tu unaweza tu amka useme nataka kuwa pilot na ikuje. You must work hard for it, because hata kama before niseme our school motto inasema aje, hard work brings what? Sindio? And so another thing that I should be responsible. Responsibility inaweza fanya mtu akuwe successful in life, because you cannot be responsible na ukuwe mtu successful. Sindio? Another thing that I have learned it's that you should be sincere. Sincerity inaweza fanya mtu akuwe successful in life, and also when you will be sincere unaweza saidia watu.